kama baba yako alipita mahali akampatia binti wa watu ujauzito, baba yako akamkataa, dada akalia akaumia moyoni, alafu akaenda kutoa ile mimba. Binti anatoa mimba, anasema mimi kama ambavyo nimenyonga hichi kizazi, kama ambavyo nimeua huyu mtoto ambaye amelazimisha nitoe, ndivyo ambavyo uzao wake wote utakuwa umenyongwa hivyo hivyo. What if aliyekwenda kulala naye alikuwa ni mchawi, ni mshirikina? Mwanadamu ana misingi kama 4 au 5. Msingi wa kwanza ni msingi wa siku yake ya kutungwa mimba. So siku ya kutungwa mimba ni mojawapo ya siku ya msingi wa hatima ya mtu. Siku ambayo baba yako na mama yako walitungisha mimba yako, siku kama siku haina issue, ila vilivyohusika kwenye kutungisha mimba ndio vina issue. I want you to listen to me carefully ili ujue concept ya kuwa born again inatokea wapi. Siku ya kutungwa mimba haina issue, ila vilivyohusika, biolojia inatuambia ili mimba itokee kuna mbegu za kiume na mbegu za kike zinakuja kuungana, right? So mbegu za kike na za kiume zikiungana kinatengenezwa kitoto. Tunasema kuna kopo na zygote, inaanza kudevelop baadaye kutoka kwenye ile umbo lililotengenezwa, inakuwa madamdamu, baadaye inakuwa kinaanza kutengeneza mikono, inaanza kutokezea miguu, inaanza kutokezea macho, baadaye anakuwa mtu kabisa wa kawaida. Kutoka kwenye madamdamu, kutoka kwenye sperm, mbegu za kawaida ambazo hazionekani, lakini kumbe zile mbegu ndani yake zimebeba taarifa za mtu. Zimebeba mikono, zimebeba miguu, zimebeba taarifa ya kutengeneza macho, zimebeba taarifa za kutengeneza mikono ndani ya zile mbegu. So aina ya mbegu inayotumika kumzalisha mtu, aina ya mbegu inayotumika siku ya kutunga mimba inahusika kuamua huyu mtu atakuwa namna gani baadaye. The Bible say Lawi alitoa sadaka ya fungu la 10 akiwa kwenye kiuno cha Abraham. So wakati Abraham anakwenda kutoa sadaka, anampatia Melkizedeki fungu la 10 la vilivyokuwa navyo, akiwa anatoa yeye Abraham, kumbe alitoa yeye na watoto wake viunoni. Wakiwa viunoni walikuwa sio kwa namna ya physical body, walikuwa viunoni kwa namna ya sperm, kwa namna ya mbegu za kiume. Abraham alifanikiwa kubariki hatima ya Lawi kuwa kuhani, akaitengeneza hatima ya Lawi akiwa katika viuno. So baraka ya Lawi ilikuwa kugusa mbegu. Baraka ya Lawi ya kuruhusiwa kupokea fungu la 10 kama kuhani ilitokana na baba yake alipoweza kubariki mbegu. Maanake nini? Maanake ni kwamba mbegu iliyotumika kumuumba mtu inaweza ikahusika kwa namna moja au nyingine kumtengenezea hatima huyo mtu maisha yake. Kuna mbegu inaweza ikawa imelaanika, kuna mbegu inaweza ikawa imebarikiwa. Kama mbegu ya Abraham ikiwa imembeba Lawi ndani yake, ilikuwa na baraka za Bwana. Therefore you have to know, kuna mbegu nyingine inaweza ikatumika kuwa imelaaniwa. Nitakwambia vitu vigumu ambavyo unaweza shangaa mwenyewe. Mbegu ya kiume ya mwanamume, it carry the production power. Mbegu ya kiume ndio lango la uzao. Anaitwa hivi, ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Mungu wa Yakobo. Manake kizazi kinatembelea kutupitia baba. So Abraham akiwa Abraham, ili aweze kumtengeneza Isaka, mlango wa kufungua apate Isaka iko kwenye viuno vyake. Ikitokea viuno vyake vimebarikiwa, anazao waliobarikiwa. So the next generation inakuwa ni watu waliobarikiwa. Ikitokea mbegu zake zimelaaniwa, kizazi kinachofuatia kinakuwa kimelaaniwa. So mbegu za mwanamume zinaweza kubarikiwa au zinaweza kulaaniwa. Kwenye kwa mfano, wewe umezaliwa, haujajua baba yako alipita wapi. What if kama baba yako alipita mahali akampatia binti wa watu ujauzito, alafu yule binti baada ya kumpatia ujauzito baba yako akamkataa, na akamkataa vibaya, akampiga na makofi, dada akalia akaumia moyoni, alafu akaenda kuitoa ile mimba akiwa anaangalia. Kumbuka mimba ile ni mbegu zako zimehusika, ni uzao wako, ni generation ya baadaye. Binti anatoa mimba, anasema mimi kama ambavyo nimenyonga hichi kizazi, kama ambavyo nimeua huyu mtoto ambaye amelazimisha nitoe, ndivyo ambavyo mbegu zake zote, ndivyo ambavyo uzao wake wote utakuwa umenyongwa hivyo hivyo. What if aliyekwenda kulala naye alikuwa ni mchawi, ni mshirikina? Nyinyi hamjawahi kusikia watu wanafanya biashara ukahaba? Tuliona biashara ukahaba inakwenda mbali zaidi. Watu wanachanjwa sehemu za siri, ili kitokea huyu mwanamume ambao yes ni ruza, anakidai na anajua kufanya mapenzi, amekwenda kulala na binti bila kujua aliyekwenda kulala naye, kumbe kwenye sehemu za siri amechanjwa, ili ukiweka mbegu zako anashika, ana capture the power for your next generation. Kizazi cha mwanamume, next future ya mwanamume ipo kwenye sperm zake. So nikifanikiwa kuzipiga sperm zako, sikupigi wewe, nimekuwa nimepiga uzao. Abraham anaambiwa usiogope, wewe utakwenda kwa amani, ila uzao wako utakwenda utumwani miaka 400. Uzao unakwenda utumwani miaka 400. Kwa nini? Adhabu alibeba baba, anaibeba uzao baadaye, kwa sababu kuna namna moja au nyingine kizazi kuna namna aliruhusu, kuna sema aliruhusu utumwa ukapenetrate kuingia kwenye uzao wake. Kuna ushirikina mwingine, watu wa Mungu mmekuwa pole mno, hamjua kuna ushirikina mwingine mbaya sana. Niliwaambia siku moja hivi, uzinzi ni jambo la kiroho. Chochote kinachohusika pale cha kiroho, chochote, hisia zako ni za kiroho, unayoongeaga pale ni ya kiroho. Kitanda umeambiwa ni madhabahu, siniambiwaga hivyo. So kila wakati panapotokea that act, ni kwamba ulimwengu wa roho umekuwa invited. Sasa watu wenye akili za kiroho, sio lazima warokole, wenye akili za kiroho wanajua namna kuteka advantage of that system.
Some of them they know, especially wanawake ambao wametumwa mjini kutafuta hela. Wanajua hela zipo kwa mwanamume, na tunapataje hizo hela? Tunajua namna kuweza kumkamatia. What we know, moyo wa mwanamume kwa watoto wake. So we have to capture the potential, the power. Watu wanakwenda kwenye magest huko, wakimaliza kufanya uzinzi wao, mtu aondoke anachukua ile mipira anatunza. Ni mali ghafi ile. Ile ni mali safi inayotakiwa kwenye vyama vya kishetani ili kuweza kucontrol hatima za watu. Sasa wewe hauna shida ufanyagi hivyo, lakini baba yako, do you know baba yako alikopita ni wapi? Je, alikoenda kumwaga mambo yake yale, do you know aliyemwagia alizungumza kitu gani? Do you know alilani vipi uzao? Unajua alichokifanya kwenye uzao wako? Baba yako ametoka kwa huyo mwanamke, amekuja kwa mama yako, amekuzaa wewe, lakini kumbe viuno vyake ilichukuliwa kama token. Kumbuka, mshirikina anachukua unyayo wa miguu ili alani miguu ya rohoni. Akichukua mbegu za kiume anakwenda kula nini? Uzao wa rohoni. So wanachukua zile wanakwenda kulani. Kama amechanjiwa, hakikisha tu huyu mwanamume amemwaga ndani yako. Umeona? Mbona anapitia umaskini? Mbona anafanya kazi kwa bidii lakini stroboi? Inawezekana msingi mbegu zilizotumika kunitengeneza, kuna namna zilikuwa zimechafuliwa, kuna namna zilikuwa zimenajisika. Daudi akasema nilitungwa mimba hatiani. Akiwa anazungumza maneno, amepitia kashikashi kibao mpaka analenga sema, mama yangu alinitungia mimba hatiani. Maana kiwezekana matokeo yanayopata haya ni kwa sababu ya mama yangu sikuwa anapokea ujauzito. Alichukua mume wangu nikazaliwa mimi. Na mke wa mtu yusika kalianika akasema yule amechukua mume wangu. Tutaona kama atazaa watoto wazuri. Wengine akichukua zile sperm awalani uzao, wananyonya nguvu za uzao wazitumie wao kwa wakati, kwa sababu mind you, the production power of a man, it is in his seed. Nguvu ya kuzaa ya maembe haipo kwenye shina, jamani, ipo kwenye mizizi. Nguvu ya kuzaa ya embe ipo kwenye mbegu. Ili muembe uendelee kuzaa watoto wengine, utapanda mbegu, si ndio? Kwa nikichukua mbegu ya embe, maana nimechukua the production power ya embe. Are you there? Assume sasa wamechukua mzigo wako. Wakati mwingine kwa nakwambia, wakati mwingine kwa wanawake kidogo inakuwa a little bit tricky, kwa sababu wanawake wakati wa kuweza kuextract mbegu ya kike waga mara nyingi ni kipindi ambacho damu ya hedhi inatoka, na damu ya hedhi ikitoka maana ni kwamba tayari kuna abortion imefanyika. Umeelewa? Kwa wana link damu ya hedhi ile na production power ya mwanamke. Inaweza sio much effective sana kama vile kwa mwanamume, kwa sababu kwa mwanamume tayari wakati damu ya hedhi inatoka maana yake yai limeharibiwa, si ndio hivyo? Lakini kwa mwanamume likitoka ni fresh sperm, ndio zina nguvu zenyewe. Bwana sifiwe. Tuunze ongea maana yake jitunze. Hizo janja. Tunakuwa hapa, pokea baraka, ukafanikiwa, alafu kutoka hapo unakwenda kutawanya kwa nguvu yako. Ongea maana yake jitunze. Thank God you have Jesus this time. Una Yesu sasa hivi kwa jina la Yesu. Ya kale yote yanapita kwa jina la Yesu. Amen. Kweli unaoifahamu inakufungua. Amen. Inakufungua. Hallelujah. Amen.